Kikundi cha kitamaduni cha Ngonda ya Baraisanga ambacho kimekuwa nguzo kuu katika kuhifadhi na kuendeleza urithi wa ngoma ya Mwazindika ya jamii ya Wadawida sasa kinakabiliwa na changamoto nyingi licha ya mafanikio makubwa walioyapata katika jukwaa la kitaifa. Kikundi hiki kilianzishwa mwaka wa 2002 kikiwa na lengo la kutetea na kukuza utamaduni wa Mwazindika, ngoma ya kipekee yenye mizizi ya kiroho na kijamii ambayo inahusisha midundo mizito ya ngoma, nyimbo, mlunzi, vigelegele na kinywaji cha kitamaduni kinachofahamika kama chofi. Na nashiriki kikundi cha bani inaitwa Ngonda ya Baraisanga. Ngoma hii imekuwa sehemu muhimu ya sherehe mbalimbali kama harusi, mavuno, matambiko ya kijadi na hafla mbalimbali. Manufaa kwanza sisi wenyewe ndo tumenufaika kwa sababu kuhifadhi utamaduni. Sababu tumeenda tukashindana pia na watu wengine, tukaona pia utamaduni wetu si mbaya, uko sawa. Sababu hata ngoma zenyewe kwa mashindano pia zinatambulika kwa mashindano. Niligundua kwamba tunaenda tunakuwa namba 1, nikagundua kwamba sisi tuko sawa. Utamaduni wetu uko sawa. Kwa miaka mingi, Ngonda ya Baraisanga imekuwa ikiwakilisha jamii ya Wadawida kwenye mashindano ya utamaduni nchini. Moja ya mafanikio yao makubwa ni waliposhinda katika mashindano ya kitaifa ya ngoma za kitamaduni yaliyofanyika kaunti ya Machakos, yakisimamiwa na tume ya kitaifa ya UNESCO. Ushindi huo uliwafanya watambulike kama mabalozi wa utamaduni wa Taita Taveta. Hata hivyo, licha ya mafanikio hayo, kikundi hiki kinasema wanahangaika kutokana na ukosefu wa ufadhili rasmi na kutotambuliwa na serikali ya kaunti. Changamoto hiyo imesababisha kushindwa kushiriki katika matamasha ya kimataifa licha ya kupata mialiko muhimu. Mfano halisi ni mwaka wa 2016. Baada ya ushindi wao wa kitaifa, walialikwa kuwakilisha Kenya mjini Paris, France, katika maadhimisho ya Kenya Week, lakini safari hiyo haikufanyika baada ya serikali ya kaunti wakati huo kusema haikuwa na fedha za kuwasafirisha. Vivyo hivyo, mwaliko mwingine wa kushiriki tamasha nchini Rwanda nao ulifutika na ndoto hiyo kuzima kwa sababu ya changamoto za fedha. Tulikuwa tunaambiwa tunaenda Paris, tukakosa kwenda, tukaja tukawa tena na mashindano mengine, tukaenda Machakos pia, tukaenda tukashindana tena Machakos. Tuliposhindana tena Kenya mzima tena, tukachukua tena hii kombe. Tukatoka tena pale, tukaambiwa tunaenda Rwanda. Tulisikia na masikio tu hivyo hivyo, hatukwenda. Tukatoka hapo tena, tukaenda Makueni. Kwanza tulienda Kitui, tukaenda tukashindana tena. Tulipomaliza Kitui tena, tukakuwa namba 1 tena. Pale yote tunapoenda sisi hatupati msaada. Hakuna pale yote tunapata msaada. Sisi tunachukuliwa kama ni leo hivi, kama ni usiku, tunafikishwa huko kwa mashindano asubuhi, tunafanya mashindano, tunarudishwa. Tunashinda njaa, tunalala njaa. Vile tumechukuliwa hivyo na tunarudi hivyo. Though hii kazi si eti ni rahisi sana. Iko na challenges zake kwa sababu inafika
mahali tunaenda kuperform, tunaweza spend siku nzima huko na mshahara wenyewe unaweza pata ni kama 500 ambayo hizi provide ya kila kitu kwa majukumu yangu. Unapata kama ni rent hujalipa na iko tu hapo ni hiyo 500. So inabidi tunafanyia tu shida zetu tunafanya juu ya kupenda kwetu. Nilijiunga ili nijue nini tamaduni za Wataita kwa sababu sana sana ina deal na haya mambo ya zamani, culture kitambo venye au wanyanya wa kitambo walikuwa wanakaa, venye walikuwa wanakaribisha wageni huko, hivyo venye walikuwa na perform ceremonies zao hivyo. Mshahara wa mwisho hapa hata account ikituita sidhani kama hata 20,000 inafika, ifiki. Mwisho 10,000, 15,000. Na tuko watu wangapi? Tuko watu 16 kwa 10,000 sasa. Alafu bado kuna chama. Kikundi cha Ngonda ya Baraisanga sasa kinatoa wito kwa serikali ya kaunti na wadau wa utamaduni kuwatambua rasmi kama mabalozi wa utamaduni wa Taita Taveta na kuwapatia ufadhili wa kifedha utakaowawezesha kutangaza ngoma ya Mwazindika duniani na kuinua uchumi wa jamii ya Wadavida. Sisi shida kubwa nasema kwamba sisi shida kubwa ile tuko nayo ni ile kwamba hatusapotiwi na mtu wote. Tunapata mwaliko wa kutoka nje na hatupati mtu wote atutusaidia. Tukija kwa kaunti hapa tunaambiwa kuna pesa. Na kaunti ndio hii. Sasa kaunti zingine zinaenda. Hapa kama sisi tunakuwa namba 1, alafu wale tu wamekuwa namba 2 kwa nchi nyingine ama kaunti nyingine wao wanaenda. Sisi tunabaki. Tunaambiwa ati kwetu hakuna pesa. Kwani kaunti yetu iko vipi? Wale tulianza na wao wengine waliondoka. Sisi ndio tumeshikilia kwa sababu sisi iko kwa roho yetu. Ndio tumeshikilia. Kwa nini wanaondoka? Wanaondoka kwa sababu ya hali ya kifedha. Maana saa nyingine unaenda pale unakosa fedha. Kama tuseme kwa kama tunaenda safari, tunaambiwa kuna pesa. Tunakosa nyingine tuna watu hapo sisi hata tunajua sasa hivi kama tuchukulia kama vile sasa hivi tumekuja hapa. Tunaweza kuwa tumechukuliwa vizuri. Sasa ile ndio tunabembelezwa, lakini sasa kurudi inakuwa sasa tunajua wenyewe vile tunarudi. Hatushirikiwi. Katika serikali hii yetu ya mstahiki Gavana Andrew Mwadime tuna matumaini kuwa hii ndoto itatimia siku moja. Tunavyoongea sasa tayari tulishawatafutia vyeti vyao vya kusafiri nje, tuko na passport. Hivi karibuni gavana wetu mstahiki Dr. Andrew Mwadime atawapatia hapo rasmi katika ofisi, tukiendelea na huo mchakato wa kutaka kuwasafirisha nje. Hatuwezi sema tunawapeleka iwapo UNESCO ambayo inahusika na inscription ya Mwazindika as a spiritual dance haijaipitisha kama one of the intangible cultural heritage as an element. So hatua kwa hatua ndugu yangu, asante. Katika wizara yetu ya utamaduni tuko na mikakati nyingi sana katika vikundi vyetu hivi vya kitamaduni. Mwanzo nikianza na tamasha tunazozifanya kila mwaka ambazo zinaanza katika county level. Hiyo ni baada ya kuhimiza na kuelimisha vikundi vyetu mabadiliko yaliyo katika silabasi ya matamasha hizo za muziki ambayo inajumuisha kaunti zote za hii nchi. Katika concert hiyo ama festival hiyo, hapo ndo tunakutana na vikundi mbalimbali kutoka kaunti tofauti. Kupitia hapo kaunti yetu ambayo ina vikundi zaidi ya 100 katika categories tofauti. Tuko na za Mwazindika ambazo ni cultural groups, tuko na folk songs, tuko na elocution, tuko na different types of categories ambazo zinajumuisha wasanii wetu, kila mmoja anapata fursa ya kuonyesha kipaji chake. Kwa sasa ngoma hiyo iko mbioni kuorodheshwa katika orodha ya urithi usioshikika wa UNESCO Intangible Cultural Heritage List, hatua ambayo inaweza kufungua milango ya msaada na kutambulika kimataifa. Kuna vitu ambavyo viko ambavyo sasa kuvipata vinahitaji hela. Ni vya zamani na pia yani kama kuna wengine wamesahau kuwa hawajiamini na utamaduni wetu, wamezichoma kwa sababu ya dini. Unaona, sasa kuzipata hizo vitu original za kitambo pia imekuwa ni kazi. Hata hivyo, bila hatua za haraka, Ngonda ya Baraisanga wanaonya kuwa ngoma hii adhimu inaweza kupoteza nguvu na mwamko wake wakati ambapo dunia inaanza kutambua uzuri wa Mwazindika. Tuko watu 10, tuko watu 25. Lakini wengi wakawa wanyonge. Sasa wale active ndio tunasema 16. Tunasukuma
tunasukuma hata paka sasa nakwambia sasa hii hata sasa hivi tunavozikuwa hapa tunalia hivi. Na tunaambiwa bado tunaambiwa tunaenda na tweet. Na tunalilia kwamba kwenda lakini tunakosa kwenda. Na tunakosa kwenda. Sasa tunashindwa nani atakuja atusaidie ndio tupate mwangaza pale mbele. Matumaini yetu, unajua kama tungekuwa kama watu wa county vile sasa hii tunasema watu wa county wako tuko county hapa. Na kama wakubwa wangetuangalia sisi. Ingekuwa vizuri hata kama ni kazi. Watupatie kazi. Hata kama ni hii vile inakuwa faction tuitweke. Tuende tufanyege hizo function tupate kitu kidogo. Sasa unajua saa nyingine tunatoka kwa function anakuambia tunaambiwa ni 1500 tu peke yake. Sasa watu wote kama hawa 1500 tutasaidia nini? Kwa sasa ni shida. Kwa sasa matumaini yao bado hayajazimika. Wanachama wa Ngonda ya Baraisanga wanaendelea kupiga ngoma zao wakiimba kwa sauti za matumaini kwamba siku moja juhudi zao zitapata mwanga wa kutambuliwa. Wanaamini kuwa Muzindika si tu ngoma bali ni urithi unaoweza kuunganisha vizazi, kuinua uchumi wa jamii na kuweka kaunti ya Taita Taveta kwenye ramani ya utamaduni duniani. Gabriel Mwakoma, Taita Taveta.